Mimi nasema hivi. Mimi naona kuna shida inakuja. Na hii shida ni kubwa. Niliona Ndwale akiwa huko kwao akizungumuza kama hako juu ya gari kutangaza ati mambo ya Mungiki ndio anaharibu town hizi kwa demonstration. Ndwale unapanda juu ya lori na unaweka kofia wa Waislamu thinking that you are pure Muslim. You are not. You are a minister. You cannot stand on the vehicle and start inciting other tribes. Afadhali ungesemea hiyo mambo hata ukiwa Nairobi. Wewe unaenda huko na tunajua wakati watu walimu na nani waliwawa huko. Wewe huko tokea. Na ili target kabila zingine haziku target watu wa huko na ikaua watu wengi sana. Hiyo kisikuwa huko ongea. Lakini sasa umeingia kwa madaraka, wewe umekuwa minister, wewe umekuja inciter number 1. Nataka nikuulize Ndwale. Umesema mambo ya Mungiki. You want to use that name muue watoto wetu vile mliua hao Githurai. Na mimi nakuuliza kwa sababu inaonekana unajua. From reliable resources. Wewe unajua watoto zaidi 200 walikufa. Hiyo ndio inafuatanisha kuweza kuumiza na kuua watoto wetu. Mimi nataka kuuliza Ndwale kama wewe ni waziri and if you are normal in your brain, demonstration ilifanywa Mombasa, hiyo ni Mungiki? Kwa sababu na target kabila moja. Mombasa ilifanywa, Machakos ilifanywa, Kajiado ilifanywa, Narok ilifanywa, Kisumu ilifanywa, Western ilifanywa, Samburu ilifanywa, Turukana ilifanywa. All those demonstrations in Nyeri na wapi ilifanywa na Thika yote. You want to say those are Mungiki? Don't play with the minds of the people who knows where you are targeting. You are targeting one region kumaliza hawa with the powers ili umefikiri umepoa na koti. That's why you are targeting. Na nataka tujue muko na nani for that plan ya kumaliza watoto. Githurai, you killed one region. Na walikuwa naenda nyumbani. The demonstration was over. Kama jinsi hao mnasema Generation Z walikuwa wamemalizana mambo na wewe walikuwa naenda nyumbani. Na tena ningekuuliza wewe Ndwale, if you are wewe iko kwa security and you are using your common sense, ningekuuliza jinsi wale walianza hii mambo kwanza, they were not looters, they had no violence, hakukuwa na mawe, they were good and they had no problem. Na walikuwa very friendly with the police. Wakifanya mambo yao they were talking. Hawa walienda bunge kubomoa bunge. You know who incited those people to go in the bunge? Mheshimiwa huyu Nairobi mnamjua huyo kijana. You know him. Yeye ndiye alipanga hiyo mambo yote. Na hata amesema it's not enough. Separate those two things. Kwa sababu hata hii ya juzi ndio kuanza vita nyingine. Even watu wetu ya UDA tutawasema kutoka Kikuyu. They were involved in giving people money. Ili wakuja wafanye routing, ili wapate njia ya serikali kupiga hawa watoto. We know those people. Na ndio walikuwa wanaongoza mambo ya bill. So, Ndwale tunaomba tupeni mili ya watu yetu wale mliua huko. From the information I have. Tupeni mili tuende tukazike. Rais mwenyewe alisema yeye kwa mdomo yake mambo ya judicial killing alisema haitapatikana Kenya tena. Alisema mambo ya kutupa watu nyara adhiriva wapi haitapatikana tena. Mambo ya watu kupotea alisema haitafanyika. Today as I'm talking watu wamepotea. Watu wamekufa. Tunauliza wale watu walikufa Githurai. No, they are dead. Tell us where is their bodies. Kwa sababu hiyo mili haingetoshea mochari nyingi. Kama mlipeleka mochari tofauti, we urge our people to go in the mortuaries all over the country.
angalia kama kuna watu strangers in the mortuary, kwa sababu kama sio hiyo basi waliwekwa kwa mtoni ile Livanyala na ile nyingine ama Athi River. Ile rais alisema haitafanyika tena. Maybe Duale, do you have this information? Kwa sababu iko ndani ya security committee. Are you there? And you know all these things. Don't fool Kenyans on targeting one region. And we know, hata ile ilikuwa miaka hiyo ingine, maybe you are also involved on that. We are going to talk. We are not going to let our children, neither Mukamba or Manani, the children president said, they are Kenyans, hawana ukabila. Rais akasema namna hiyo, na wametokea kwa njia mzuri. Tofautisheni mambo tatu. Kuna criminals, I agree, wamekuja kufikiria hii ndio time ya kupindua serikali. We know they are there. Wanataka kufikiria this timely. Wale walienda bunge nani wapindue serikali. Kuna wale wetu ya UDA walipeana pesa wakatafuta wakora wakuje waruti ndio wapate njia ya kupiga Generation Z. All these things, the president, you need to have those three kuinterpret, uangalie which is which. Ile ingine ningependa pia kuadvise the president. Hii mambo inakuja, you have good heart na you are ready to talk. Na hakuna rais amekubali kusema vile ulisema. Wabunge walikuja nyuma yako wote. Wale walipiga no, walipiga yes. Wote walikuwa nyuma yako. But you are man and a half. You are president. Ukasema kitu haijasemwa na rais mwingine. Umekubali defeat. You said that. Hiyo haijasemekana na president mwingine. So, I'll ask Generation Z, hiyo jina nimeshindwa akiwa rais, tuiheshimu pia. Ni ya maana sana. Let's discuss this country's ours. So, for my idea, ningeomba ile mambo amependekeza kwako, kwa sababu nimeiona kwa mitandao, na ile nayo ulisema mengi sana mazuri ya kuondoa mambo mingi ya bill, ukakubali kuondoa hiyo mambo yote. Angalia haya mengine na kamati yako ya advisors, na usiweke D hapo. D atakuharibia hiyo masomo mingi, na unajua ulimtoa kwa barabara, kwa street demonstration ile alikuwa anafanya. Sasa hii ameshiba, amekuwa round sasa I cannot advise you. Look the real genuine people, si watu wanajitakia tumbo yao kama D. Angalia genuine people, discuss about it, kwa sababu una jukumu pia ya kuendesha nchi hii. Kwa sababu wale wanafikiria ati budget itupwe yote, then Kenya will be paralyzed. Tutalipa polisi na nini? Tutalipa bunge na nini? Tutalipa magavana na nini? Tutalipa hospitali na nini? Also, I urge, let's be reasonable. And that's why I'm saying, the president, you don't need all those kind of things. Wewe enda ile walisema weka hii. Hile hauwezi sema hii haiwezekani. Kwa sababu ya nini? Tunalipa deni nje, pesa hii. Tunalipa accountants, pesa ni hii. Tunalipa polisi, pesa ni hii. Tunalipa wabunge, pesa ni hii. Tunalipa CDF, pesa ni hii. Na hiyo pesa yote inaenda kwenye wana Kenya. So hii nitaweza na hii siwezi. Lakini kufikiria on the discussion, it will bring a lot of politics. Kwa sababu saa hii utaweka watu wengine wa shida. Wakichaguana namna hiyo, itasemekana wamekuja huko kukula ugali. Talk with them the way they are saying, in a good way, and they have no problem. They understand what has made them demonstrate. Some of them, wachana wakora hii, wengine wamekuja kupindua serikali na nini. Come properly and explain them, Your Excellency. Uwezo wako ni hii na kureduce kwako ni hii. Already umereduce mambo mingi sana. Waambie ile itawezekana, ile haiwezekani kwa sababu ya mambo ifuatao.